michezo. Ngome ya michezo. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Mtazamaji wa kipindi cha Ngome Mchezo, napenda nikukaribishe siku hii ya leo uweze kuangalia kila ambacho tumekuandalia katika kipindi cha Ngome ya Michezo. Kumbuka ni kipindi ambacho kinapendwa na watu wengi sana, sababu kinakuletea karibu wale wachezaji ambao wamecheza miaka hiyo na wale ambao bado wanaendelea kucheza miaka hivi karibuni. Ni kipindi ambacho kinaangazia michezo mbalimbali, kinaangazia mchezo wa soka, mchezo wa riadha, basket, volleyball, netball na mingine mingi ambayo inapatikana ndani ya nchi ya Tanzania. Mimi langu jina naitwa Derrick Lwase, upenda niite Baba Nongi. Nasema karibu katika kipindi cha Ngome ya Michezo. Baraka TV ndio channel ambayo unaendelea kuangalia hivi sasa. Siku ya leo tunaye mgeni wetu katika kipindi cha Ngome ya Michezo ambaye pia utakwenda kumfahamu vizuri. Ni mchezaji ambaye ameshacheza miaka mingi iliyopita katika kikosi cha Tanzania Prison, lakini pia amekuwa kiongozi wa kikosi cha Tanzania Prison. John, karibu. Asante, tunashukuru sana. Mimi nakufahamu kama John Matei, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prison, lakini mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo yeye anataka kufahamu zaidi. Nashukuru kama ulivyonitambulisha, naitwa John Matei. Ni mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons, lakini pia msimu wa 2024-25 nilibahatika kuwa mtendaji mkuu wa Tanzania Prisons na kufanikiwa kuibakisha timu katika ligi kuu Tanzania bara. John, kabla haujaja Tanzania Prison, nakumbuka kuna sehemu ulitoka ndio ukaja Tanzania Prison kucheza, na ulikuja na golikipa mmoja hivi Kimati kama sikosei. Yeah, ni sahihi. Ulitoka wapi mpaka ukaja Tanzania Prison? Kabla ya kuja Tanzania Prisons nilitokea Mwanza. Mwanza nilikuwa nacheza timu moja ambayo ilikuwa ni daraja la 4, ilikuwa inaitwa Black Star ambayo ilikuwa chini ya kocha wangu alikuwa anaitwa Edward Mchopa ambaye sasa ni marehemu. Mungu alaze roho yake mahali peponi. Ni mwalimu ambaye alikuwa anatupambania sana sisi vijana. Na kabla ya kuja Tanzania Prisons ilikuwa itakuwa niende Kagera Sugar. Lakini kwa bahati mbaya nakumbuka kipindi kile Kagera Sugar ilikuwa chini ya marehemu Sylvester Mash pia. Tulikuwa tuna mechi pale uwanja wa Nyamagana, ilikuwa ligi daraja la 4, tulikuwa tunacheza na timu gani sikumbuki. Lakini mwalimu Mash alipofika pale, bahati mbaya wapinzani hawakufika uwanjani, kwa hivyo hakuweza kutuona. Kwa hivyo sikuweza kufanikiwa kwenda Kagera Sugar. Hii ni bahati ya mtendo. Unajua tushazoea mchezaji kutoka timu ya daraja la 4 kuja kucheza ligi kuu. Yaani nasema kabisa kwamba kuna kitu cha ziada ambacho ulikuwa nacho, sababu tumeshazoea mchezaji anaweza kutoka daraja la 4 tukamwona msimu unaofuata daraja la 3 akaonekana kwenye ndondo, lakini baadaye akaja daraja la 2 akasogea mpaka kuja kucheza ligi kuu Tanzania bara. Wewe umetoka daraja la 4 moja kwa moja umekuja Tanzania Prison. Nakumbuka ndio mlikuja na ule golikipa ambaye baadaye akaenda kuitumikia Yanga. Nani aliyekufanyia mipango? Sababu anasema mpira wa saizi wa Tanzania bila mipango bado hujapata timu ya kucheza. Ni kweli, lakini mimi mwalimu wangu huyo ambaye ni marehemu ndio alikuwa anatupambania sana. Lakini pia mimi ni zao la ile yale mashindano ya Taifa Cup. Ndio. Sababu nakumbuka ilikuwa ni 2008.
nilipomaliza elimu yangu ya sekondari ya juu form 6 niliitwa kwenye timu ya mkoa wa Mwanza, ambapo mashindano haya kama unakumbuka yalifanyika Dar es Salaam. Yalikuwa chini ya Safari Laga. Ndio. Ya, kwa hivyo mimi ni zao la Taifa Cup. Kupitia michuano ile basi ndipo uongozi wa Tanzania Prisons uliniona, ambapo viongozi wao wengi walikuwa kwenye timu ya mkoa wa Mbeya Mapinduzi Stars. Waliniona na nilikuwa mimi pamoja na huyo golikipa Nelson Kimati ambaye sasa hivi naye ni marehemu, ndio tulionekana kupitia michuano hiyo. Kwa michuano ya Taifa Cup kumbe ndio michuano ambayo wewe imekuleta sasa kwenye ulimwengu wa soka mpaka unakuja kuitumikia Tanzania Prison wa jelajela hawa. Kuna wachezaji wengi sana wanatamani kupata hizo platform ambazo wewe ulibahatika kuipata, kwamba umecheza Taifa Cup ukaonekana kuja kucheza Tanzania Prison. Taifa Cup hivi sasa haipo. Nakumbuka Mbeya tushachukua na kikosi cha Mapinduzi kikiwa na kina Mwagane Yeya, wakina Gaudens Maikimba. Nakumbuka ndio kikosi ambacho kilichukua ile Taifa Cup, na ilikuwa inakusanya wachezaji wengi sana kutoka madaraja ya chini lakini pia madaraja ya juu. Wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao umetokea huko na umepata nafasi ya kuja kuitumikia Tanzania Prison. Tujadili sasa kuhusiana na hii Tanzania Prison ambayo kiuhalisia hivi sasa haiko kwenye hali nzuri. Zama zenu wakati mnacheza Tanzania Prison, nakumbuka umekuja pale umewakuta watu. Tanzania Prison ilikuwa na watu kweli, tofauti na Tanzania Prison hii ambayo tunaiona hivi sasa. Nini hasa ambacho nyinyi kilikuwa kinawafanya mkaonekana mko vizuri sana pale Tanzania Prison tofauti na Tanzania Prison ya miaka hivi karibuni? Unajua mpira inasema kuna nini science ya mpira. Sisi zamani wakati tunacheza mpira, kwanza mpira haukuwa na hela kama ulivyo sasa hivi. Ndio. Lakini pia zamani kulikuwa kuna vipaji sana kuliko sasa hivi. Lakini pia mabadiliko ya science na teknolojia pia yanachangia sana karibu mpira yetu. Sababu ukiangalia saizi ya asilimia kubwa sasa hivi shule zimefungwa, lakini ukipita kwenye viwanja vingi unakuta vipo wazi. Watoto wengi saizi wanakimbilia kwenye bajaji, kwenye kubeti. Saizi imekuja mtindo wa kubeti, hizo watoto wanakimbilia kwenye kubeti na vitu kama hivyo. Lakini zamani sisi mtu ukiwa na kipaji kinaonekana kweli, kwa sababu unafanya mazoezi. Kwanza muda mwingi ulikuwa unafanya mazoezi. Lakini pia siri ya Tanzania Prison kufanya vizuri miaka yetu sisi, kwanza asilimia kubwa ya timu ilikuwa inaundwa na wachezaji ambao walikuwa ni askari. Kwenye wachezaji 30 unakuta raia ni 5 au 10, lakini 20 ni askari. Kwa hivyo wale askari walikuwa na uchungu wa timu, kwa sababu wanajua wameitoa wapi, wanaipambania, kwa sababu yani ni kama genge, kwa sababu unajua genge ukabidhiwa genge ukitolekuwa na mfungwa inakuwa ni shida kwako. Kwa hiyo ni kama sisi mpira inakuwa ni genge lako, kwamba ili liendelee kuwepo na wewe uendelee kuwepo, ni lazima ulitunze genge lako. Tofauti na sasa hivi, ukiangalia sasa hivi kwenye kikosi cha Tanzania Prisons kwenye wachezaji 30 askari ni askari, wachezaji wapo 6. Sasa wale wachezaji raia wengi wapo kimaslahi, wanaangalia maslahi yao binafsi, sio ya timu. Kwa hivyo ndio maana timu inafanya vibaya. Umezungumza kwamba wachezaji raia asilimia kubwa wanaangalia maslahi yao tofauti na askari, na ni kweli. Nakumbuka Tanzania Prison na miaka ya nyuma maaskari walikuwa wengi na walikuwa wanachukulia kama ile ni kituo cha kazi, yani kama ambavyo umesema ukikabidhiwa genge la wafungwa akitoroka mmoja, hiyo ni shughuli. Na Tanzania Prison kweli unavyozungumza kina Sumado, unazungumza kina Godfrey Boni Mwandanje kipindi hicho, unazungumza kina Avintisha Abdalla, yani unazungumza timu ambayo ilikuwa ni timu imesheheni kweli kweli miaka hiyo ya nyuma. Tanzania Prison kwa Tanzania Prison kweli. Kipindi cha Tuku Star unaona kabisa wachezaji wengi sana walikuwa wanatamani watoke Tukuyu waende Tanzania Prison, sababu Tanzania Prison ijipambanua kwamba ni timu ambayo iko vizuri. Umesema kwamba vipaji zamani vilikuwepo, ni sahihi. Na japo na saizi pia vipaji vipo, ila changamoto ni kwamba ni kama kuna uvivu fulani hivi kwenye hawa vijana kufanya mazoezi, sababu viwanja vingi ukienda hivi sasa unakuta viko tupu, tofauti na zamani. Viwanja vingi zamani kishafika jioni unaona kabisa kama sio mpira wa makaratasi basi kuna mipira yetu ile tulikuwa tunaita vipele. Mmechukua kipele mmeingia nacho uwanjani mnakidibua, lakini sasa hivi viwanja vingi viko empty. Unawaambia nini hawa vijana ambao wamepata fursa, sababu mpira una hela na ndio nyakati zao za wao kupata fedha, lakini bidii ni ndogo?
Wachezaji wengi sasa hivi ukijaribu kuangalia akicheza hata kama yuko kwenye ligi kuu misimu 5 tayari mshapotea, wengine misimu 3 wampotea. Tofauti na zama zenu, unawaambia nini? Mimi nafikiri kwanza mtu atakuwa tu ajitambue. Kwa ujitambue kwamba mimi nimepewa kipaji ambacho nitakiwa kwanza kinifanye nifanikiwe katika maisha. Sababu kama mpira unakufanikisha kwenye maisha, basi utakuwa ukishikilia. Mimi naamini kama wewe ni mwajiriwa, mfano ni umeajiriwa, let's say ni mwalimu au daktari, nafikiri huwezi kuichezea ile kazi. Huwezi kuichezea ile kazi, utailinda ili basi familia yako iweze kunufaika. Hivyo basi na kwenye mpira unapokuwa umepewa kipaji kama hiki. Tanzania tuna wachezaji wengi sana, na wengi bado hawajapata nafasi ambayo vijana wamezipata. Na kama ulivyosema kweli, sasa hivi era ipo nje. Yaani sasa hivi kijana kupata milioni 50 30 ni kawaida, tofauti na wakati mimi nacheza mpira. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kujitambua tu kwamba mimi nimepewa kipaji, nifanye nini basi ili niweze kumaintain kipaji ili familia yangu iweze kunufaika. Hicho ndio kikubwa. Ndio mimi nakumbuka wewe wakati unacheza Tanzania Prison ulikuwa unacheza nafasi ya ushambuliaji. Na kipindi chao wapinzani wenu walikuwa na watu kwelikweli. Unavyozungumzia Simba, unavyozungumzia Yanga, kulikuwa na mabeki kwelikweli. Katika kucheza kwako kote, ni beki gani ambaye uko unaona kabisa kwamba leo shughuli itakuwepo pindi ambapo unaenda kukutana na timu yake? Beki ambaye alikuwa anipa wakati mgumu ni Juma Nyoso. Juma Nyoso. Kwa nini Juma Nyoso? Kwa sababu kipindi kile kwanza kulikuwa hakuna mambo ya TV, hizi mechi kuonyeshwa kwenye TV. Kwa hivyo michezo wake mkubwa ulikuwa ni wa kibabe, tumia nguvu sana, na ilikuwa utakuwa utumia akili sana ili kuweza kumpita. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa anipa wakati mgumu sana nikutana naye. Kwamba ukikutana na Juma Nyoso unajua leo shughuli ipo. Sasa Juma Nyoso kipindi hicho yupo Simba au kipindi hicho yuko Ashanti? Kipindi hicho yupo Simba. Yuko Simba. Kwa hiyo unajua kabisa leo tunaenda kukutana na Simba. Unamwaza Juma Nyoso ni namna gani ya kumpita nikapambane naye. Na tushazoea katika hii mipira yetu ya Kiafrika kuna zile imani zile ushirikina sana. Vipi ushakumbana nazo hizo mambo? Kumbana nazo kwenye mpira. Yaani kwamba leo tunaenda kucheza na Simba. Sikambini wanakuja wale watu sasa wapake vitu. Hiyo ipo. Hiyo ipo, tumekumbana nao sana. Sana. Lakini ukiacha hivyo tu, nakumbuka kuna msimu ambao kama sijasahau ilikuwa 2014-15 ambao ndio kwa msimu wangu wa mwisho, tukiwa Mwanza tunacheza na Kagera Sugar. Sababu mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Nakumbuka niliamshwa saa 10 za usiku. Akaniambia bwana, kwa sababu wewe ni mwenyeji, hebu tupeleke makaburi unayofahamu. Kuna vitu tutaka tukafanye kule. Kwa kweli, kwa sababu tunataka kuisaidia timu, na ukikataa unajua nikifungwa ni mahujumu kwako. Basi nilifanya hivyo, tukaenda makaburini kwa saa 10 ya usiku, wakafanya vitu vyao, tukarudi. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwenye mpira wetu vipo hivyo vitu. Ni baada ya kwenda hiyo saa 10 ya alfajiri sasa. Mmeshafanya vitu vyenu. Mnakutana na Kagera. Game ilishaje? Nakumbuka mechi tulitoka sare bila kufungana. Yaani bila kufungana. Ilikuwa ni bila ndio. Lakini unaamini kabisa kwamba hivyo vitu vinasaidia? Ni imani tu, ni imani. Sababu nakumbuka pia kuna mechi moja tunacheza Sokoine, goalkeeper tulikuwa naye Chove Abraham. Wakati tunacheza ile mechi tulikuwa tunaongoza goli 1-0. Kuna kitendo ambacho alikifanya, basi wapinzani wote waliamini. Alikwenda golini akachukua jiwe akachimba akafukia. Jiwe akafukia pale. Wachezaji kwa kweli, wachezaji wa timu pinzani hawakucheza mpira. Kila muda wanakwenda pale golini kutaka kufukua, na Chove aliwatoa mchezoni zaidi, sababu kila wakienda pale basi alikuwa anawazuia ili wasitoe kile kitu. Kwa hiyo hii vitu ni imani tu. Ni imani. Lakini kwa sababu nasema ni imani kwa sababu ukiangalia mambo yangekuepo, basi naamini wa Afrika tulikuwa kila mwaka tunachukua kombe la dunia. Kila mwaka tulikuwa tunachukua. Tunaongoza kwa hivyo vitu. Tunaamini kwenye hizo mambo kwamba bila hii kitu hatuwezi kufanikiwa. Lakini tumeona kwamba viongozi wengi wa mpira, hasa wale ambao hawajapita kwenye misingi ya mpira, wanaamini hivyo vitu kwamba
kuna babu yangu yupo Malila huko, kuna babu yangu yuko Sumbanga huko, akitusaidia kwenye hili jambo, basi tunapata ushindi. Lakini tunaona matimu mengi yanafanya hizo mambo, lakini hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo ni imani tu. Lakini vipi, kuna zile nyinyi kwa nyinyi wachezaji, mara unasikia socks lazima uzifiche vizuri, mara kiatu, sijui glove, fanya nini, jezi. Tumeona juzi hapa Chobwedo anataka kubadilishana jezi na Selemani Mwalimu, mashabiki wakang'aka, Mwalimu simpe jezi huyo, simpe jezi huyo. Wakiamini kwamba labda kuna namna fulani inaweza ikatokea. Kipindi hicho nyinyi mnacheza hizi jezi mko mnazitunzaje na hizi socks? Maana watu wanaamini kabisa kwamba mtu akishachukua socks yako basi kisha jeuli yako. Ndio kama nilivyosema, ilikuwa ni imani tu. Au mimi nakumbuka kipindi wakati tunacheza mpira, ukuwa ukitoka mazoezini, ukifua unaziacha, ukirudi jioni unaanua viatu pamoja na socks na jezi, na hakuna kitu ambacho mimi kishawahi kunitokea. Kwa hiyo ni imani tu. Ukishaamini katika yale mambo, basi hata mtu akikufanyia kidogo tu utaamini kwamba huyu kaniloga, kati kumbe si ukweli. Kwamba inakuwa sio kweli, basi ni imani yako tu inakutuma kwamba hivyo ndio. Bila shaka hii kitu kimetokea. Matei, umecheza ligi kuu Tanzania bara miaka hiyo, na ligi ilikuwa ligi kweli, lakini pia umefanikiwa kuongoza kikosi cha Tanzania Prison kipindi cha msimu uliopita, na mlinusulika, ukafanikiwa kuibakisha timu kwenye ligi kuu. Unaona kabisa kipi ambacho vijana wengi wanafeli hasa wa kipindi hiki tofauti na miaka ile wakati ninyi mnacheza? Sababu tumeona Tanzania Prison imeingia kwenye misukosuko ya kunusulika kushuka daraja miaka hivi karibuni, tofauti na miaka ya nyuma, kwamba vijana wetu saa hizi kidogo uwezo wao umepungua au hawajitumi. Kama nilivyosema awali, ni kujitambua tu. Unajua sasa hivi kwa timu ambayo inakaa kambini muda mrefu ni Tanzania Prisons. Tanzania Prisons inapoanza maandalizi ya msimu, wachezaji wote wanakuwa wameingia kambini. Kwa hivyo wanapata vitu vyote ambavyo wanastahili. Ni mchezaji kujitambua tu kwamba mimi kazi yangu ni mpira, basi nifanye, na kama unavyojua kila kazi ina miko yake. Mpira pia una miko yake. Sasa ukifuata ile miko, mimi naamini utakuwa vizuri zaidi. Lakini pia ukiangalia wachezaji wengi wa sasa hivi hawana ile tunasema individual exercise, hawana mazoezi ya ziada, mazoezi binafsi. Yaani sasa hizi wachezaji wengi wanategemea mazoezi ya walimu. Kitu ambacho si sahihi. Unajua hata unapokuwa shuleni, ukitoka darasani kuna tuition, kuna kujisomea mwenyewe. Lakini hata kwenye mpira pia, unajua kila mtu kwanza utakuwa ujitambue kwamba mimi udhaifu wangu labda ni kwenye kupiga pasi, mimi udhaifu wangu labda ni kwenye scoring, mimi udhaifu wangu labda ni kwenye kupiga cross. Yani kila mtu atakuwa ajue udhaifu wake. Alafu then baada ya mazoezi ya mwalimu au kabla ya mazoezi ya mwalimu, basi unakuwa na muda wako wewe wa kufanyia kile kitu ambacho unaona kabisa mimi hiki kitu ndio kinachonishinda kwenye mpira. Lakini vijana wengi wa sasa ukiangalia kama Tanzania Prison pale, wanamsubiri mwalimu. Mwalimu akiwaita mazoezi wanaingia saa 2, basi wanawatamka saa 1:30, wataenda mazoezini, watafanya mazoezi, wakimaliza saa 6 wamemaliza, mpaka kesho tena mwalimu atakapohitaji, kitu ambacho si sahihi. Unajua mpira sasa hizi una ushindani, ingawa sio ushindani kama ulivyokuwa kipindi cha sisi, lakini una ushindani, na mpira sasa hizi una hela. Unaona watu ambao wanajibidisha, tunaona professional players kina Chama kila siku wanakuwa wana matrainer wao binafsi, kwamba baada ya mazoezi au kabla ya mazoezi wanakuwa wanafanyia vile vitu ambavyo vinawatatiza. Kwa hivyo hata sisi wachezaji wetu wakijitambua na wakaongeza mazoezi zaidi, mimi naamini sisi timu yetu haitakuwa kwenye ili janga la kushuka daraja la kunusulika kushuka daraja kila msimu. Wewe wakati unacheza miaka hiyo Tanzania Prison, ulikuta kuna watu pale, ni mchezaji gani ambaye alikuwa anakuumiza kichwa kwamba nipo hapa Tanzania Prison lakini fulani ameniacha palefu? Mimi wakati nakuja nimemkuta mshambuliaji Oswald Morris pamoja na Yona Ndabila. Kwa kweli ni mabradha ambao mimi nilikuwa natamani kufika level zao, kwa sababu ukimwangalia Yona Ndabila hakuwa na mwili mkubwa sana, lakini alikuwa ni mpambanaji ambaye
kwa kweli mimi alikuwa ananishawishi sana na mimi nipambane kama anapambana yeye. Lakini ukiacha hao, kuna mtu alikuwa anaitwa Ismail Suleiman, ni baadhi ambaye alikuwa cheza namba 8. Ukimwangalia Sumado hakuwa kwenye kukaba, hakuwa mtu mzuri sana. Yeye alikuwa anapiga zile zinaitwa killer pass. Alikuwa anapiga pasi sana yule baza. Kwa hiyo ni watu ambao wapo wachezaji wengi ambao walikuwa wanani-inspire mimi kufanya vizuri zaidi Prison. Kina Chudu ni wachezaji ambao kweli walinivutia sana. Na siri ya mafanikio ya Tanzania Prison kipindi hicho ilikuwa ni umoja, mshikamano. Yaani mkiamua jambo mnaamua kama timu. Lakini hiyo pia ilichagizwa kwa sababu wachezaji wengi ni kama nilipokuambia walikuwa ni askari. Tofauti na sasa hizo. Unajua kila mtu anakuwa ana lengo lake kwenye timu. Kuna mtu anakuja kwa ajili ya yeye aonekane ashine yeye kama yeye sio timu. Kuna mtu anakuja kwa ajili ya kusaidia timu, lakini ndio hivyo. Lakini zamani sisi kama Tanzania Prison ilikuwa ikifika muda wa maamuzi mnaamua kama timu. Timu ikifungwa inafungwa kama timu. Na ilikuchukua muda gani mpaka wewe kuanza kupata nafasi ya kutumikia kikosi cha Tanzania Prison? Sababu umesema kwamba unaingia umekuta Yona Ndabira, unaingia umekuta Oswald Morris, na wewe ndo unacheza zile nafasi. Ilikuchukua muda gani mpaka wewe kuanza kupata nafasi? Au nini kilitokea hatimaye ukaanza kupata nafasi mbele yao? Nakumbuka msimu wangu wa kwanza 2008. Wakati huo Tanzania Prison wametoka kushika nafasi ya pili nyuma ya Young Africans. Mechi yetu ya kwanza ilikuwa na Yanga uwanja wa Uhuru. Kipindi hicho ndio Taifa. Tukua Ukonga hapa tunafanya mazoezi. Mimi kwa kweli kwanza sikuweka akilini kwamba nitaanza. Lakini mimi mechi yangu ya kwanza ya ufunguzi wa ligi kuu Tanzania Prison na Yanga, mimi nilianza kama namba 10. Namba 9 alianza Oswald Morris, namba 10 nilisimama mimi. Yona Ndabira alianzia nje. Sijui mwalimu aliona nini, lakini ni mechi ambayo sitakuja kuisahau katika maisha yangu, kwa sababu mimi kama mchezaji ndio nilikuwa underground. Kumbuka na nimetoka ligi ambayo daraja la 4 na kuja kuanza mechi yangu ya kwanza na Yanga, mechi yangu ya msimu wa kwanza na Yanga. Ni mechi ambayo, na kipindi kile sisi lineup ilikuwa inatoka mapema. Siku ya mechi lineup inatoka saa 4. Kikweli kama unavyojua Dar es Salaam ina joto, lakini mimi nilihisi baridi. Kwa nini? Kwa sababu ni mechi ambayo wachezaji wengi kama unakumbuka zamani tulikuwa tunawasikia tu kwenye redio. Kwa hivyo ilikuwa ni mechi yangu, ni mechi ambayo sitakuja kuisahau katika maisha yangu, kwa sababu ilifungua njia. Na nakumbuka mechi ile nilicheza dakika 90, na baada ya ile mechi kuna mchezaji mmoja alikuwa Yanga alikuwa anaitwa Morris Sunguti. Baada ya ile mechi nakumbuka alinifuata akanambia na kuona mbali sana katika soka la Tanzania. Sio Tanzania tu bali na Ulaya kwa ujumla. Kwa hivyo yale maneno yalinipa sana faraja, ingawa sikufikia huko, lakini namshukuru Mungu kwa nilipofika. Kwa hiyo mimi sikuchukua muda mrefu. Msimu wangu wa kwanza nimesajiliwa, ni mechi yangu ya kwanza. Mechi ya kwanza ya Tanzania Prisons mimi nilianza na nikacheza dakika 90 dhidi ya Yanga ambao ndio walikuwa mabingwa watetezi. Yaani tunasema ulikuwa na kismart. Kwamba umetoka ligi daraja 4 umesajiliwa Tanzania Prison, game ya kwanza ufunguzi wa ligi nikaanza. Unaanza tena, umeanza game yenyewe mnacheza na Yanga. Nipe matokeo yalikuwaje? Ile mechi nakumbuka tulifungwa goli 4 bila. Golini alikuwa nani? Golini alikuwepo Nelson Kamati ambaye ndio nitoka naye Mwanza, ndio kwa naye ndio kwa game yake ya kwanza. Mechi yake ya kwanza. Ndio. Haikumletea shida? Hapana, na ile mechi ndio ilimfanya baada ya msimu alisajiliwa Young African. Kwa hiyo Kimacha amecheza Tanzania Prison msimu mmoja. Msimu wa pili akawa amesajiliwa Yanga. Kuna kitu natamani nikifahamu hapo. Miongoni mwa vilabu ambavyo vina jicho la kuona magolikipa wazuri, Tanzania Prison ni moja wapo. Sababu ukifuata historia ya nyuma unakumbuka kipindi cha kina Dennis, wakina Ivo Mapunda, wakina Amani Simba, wakaja wakina Frank Mutego, wakaja wakina Kadogo, Xavier Mapunda, wakaja wakapita hapo wakina Beno Kakoranya, baadaye wakaja na wengine wengi. Hivi kuna siri gani pale Tanzania Prison? Na washa kwa sio Tanzania Prison pale? Hakuna siri. Kwa zamani makipa walikuwa na uwezo, lakini kwa sasa hivi tunashukuru makocha hao wa makipa wanafanya kazi zao sana. Bwana Eli Boimanda
ni kocha makipa mzuri sana, na yeye pia alishawahi kuja kucheza Tanzania Prison ingawa kusajiliwa, lakini alishapita. Kwa hiyo naamini falsafa ya timu anaifahamu na amekuwa bora sana katika eneo lake. Kikweli tumpe maua yake, ni kocha ambaye anaifanya kazi yake vizuri na matokeo yanaonekana. Umataja tu baadhi ya makipa, lakini ni makipa wengi sana ambao wamepita mikononi mwake wamefanya vizuri na wamesajiliwa. Mzee wa chuma chakavu. Mzee wa chuma chakavu naongelea kina Yona Amos wamepita mikononi mwake. Yona Amos, yes. Hivyo tumpe maua yake kwa kweli. Safi. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kujuzana mengi. Tuna story nyingi sana ambazo tutazipata kutoka kwa John Matei ambaye alikuwa CEO Tanzania Prison msimu uliopita, lakini pia ni mtu ambaye amekitumikia kikosi cha Tanzania Prison kutoka 2008 mpaka msimu wa 2015 ndio akawa amestaafu rasmi katika masuala ya soka katika uchezaji wake. Usiondoke. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center chumba namba 19 Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu mpeleke mwanao St. Marcus High School. Tulienda mapumziko mafupi na hatimaye tumerejea tena kuendelea kupata mastori mengi sana kutoka kwa ndugu yetu John Matei, CEO wa Tanzania Prison kwa msimu uliopita, lakini pia ni mchezaji wa Tanzania Prison kwa misimu iliyopita. John, Naam. Nelson Kimati ulikuja naye Tanzania Prison. Msimu uliofuata mwenzio akaondoka kwenda klabu ya Yanga. Ulijisikiaje? Mtu umekuja naye msimu mmoja tu kaenda klabu kubwa, wewe umebakia Tanzania Prison. Nilifurahi kwa sababu ndo alikuwa anakwenda kufungua njia zaidi kwa sisi wengine ambao tulibaki. Lakini kitu kingine ambacho kilinivutia zaidi, mimi pia ilikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao nilitakiwa kwenda na Yanga, kwenda kujiunga Yanga. Lakini viongozi wangu kipindi kile walisema mimi bado mdogo, kwa hivyo niendelee kupata matunzo zaidi pale Prison, basi kama watakaponihitaji zaidi basi nitakuja kusajiliwa. Kwa hivyo Nelson Kimati kwenda Young Africans, sisi kama wachezaji ambaye hususan mimi ambaye nilitoka naye Mwanza nilifurahi. Nikaona basi kumbe kweli ile kazi ambayo tumekuja kuifanya imefanikiwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Saizi wewe John Matei ni askari. Ndiyo. Na zamani kulikuwa na tetesi kwamba Tanzania Prison ukitaka kwenda kucheza pale walikuwa nakuwekea mikataba miwili mezani. Mkataba wa kazi na mkataba wa kucheza tu, yani mkataba wa mchezaji. Kwamba unachagua wewe uwe askari au uwe mchezaji. Ulishakutana nayo hii au wewe baada ya kusajiliwa baadaye ndio kaamua kuapply kazi? Hapana, kwa kipindi chetu sisi kile mimi nakumbuka nilivyoingia 2008 ile kulikuwa kuna nafasi za ajira. Kwa hivyo walikuja kwenye timu wakasema jamani anahitaji kuwa askari, basi alete cheti cha form 4. Lakini pamoja na cheti cha kuzaliwa. Mimi kwa sababu nilikuwa nimemaliza form 6 nileta cheti cha form 4. Kwa hivyo baada ya zile taratibu tukafuata taratibu nyingine za askari, basi tukawa tumekwenda depo kwa muda fulani, then tumerudi kwa ajili ya kuisaidia timu. Kwa hivyo nikutoe tu hofu kwamba kwenye timu hakuna mikataba miwili. Unapokuja unaajiriwa, unasajiliwa kama mchezaji. Then kama zitatokea nafasi za ajira
kama una vigezo basi unakuwa una apply, then ndio unakwenda depo. Kwa unaweka kukuta kumbe nafanya makosa ninavyokuita John Matei. Yaani kuna kitu kinatanguliaga hapa mwanzoni kwa nyinyi askari. Sasa ni koplo, ni sergeant, sijui ni nani hapa mwanzoni hapa? Mimi ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Magereza. Mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Magereza. Nani nasema na nyota moja. Okay. Na nyota moja. Bwana, leo tunaye askari mwenye nyota moja ambaye pia ametumikia Tanzania Prison kwa muda mrefu kutoka 2008 mpaka 2015, almost misimu 7 hapa katikati umeitumikia Tanzania Prison. Na kuna wachezaji ndani ya misimu 7 naweza kukuta ashacheza timu si chini ya 10, 7, 8. Umetuambia kwamba ulipataga ofa kwenda Yanga, lakini viongozi wakakwambia kwamba bado unatakiwa uendelee kukua ili baadaye kama utahitajika uweze kwenda Yanga. Vipi baada ya ofa ile ya Yanga sasa viongozi wamesema subiri kwanza, kuna ofa nyingine ijitokeza baadaye? Ofa nyingine hapana, kwa sababu sikuwahi kupigiwa. Kwa hivyo mimi kwanza baada ya vile nilivyokuja kuwa askari basi nisema basi nishafika Tanzania Prison, mpaka nitakapostaafu au nitakapokufa basi nitafia nikiwa ni mchezaji wa Tanzania Prison peke yake. Miaka ya nyuma Tanzania Prison kuna wachezaji ambao nakumbuka walihama pale. Namkumbuka Prince Kasonzo aliendaga klabu ya Simba, lakini alikuwepo beki mmoja hivi tulikuwa namuita nani yule, Samson Mwamanda alienda klabu ya Yanga, Henry Morris akaenda Yanga. Lakini pia Msajigwa Shadraki alienda Moro, baadaye akaenda Yanga. Hivyo Mapunda akaenda Moro, akaenda Yanga. Blazangu Mungu amrehemu Godfrey Boni Mwandanje akatoka akaenda Yanga. Hivi kipi hasa ambacho waga kinasababisha mpaka mtu anaamua kuachana na uaskari, kwamba kuna ushawishi mkubwa au sababu ya haya majina tu ya hivi virabu vyetu viwili Simba na Yanga? Kila mtu anakuwa na sababu yake. Lakini ukiangalia kwa wote sababu kubwa ni maslahi. Kwa sababu mtu anapiga hesabu, anaangalia labda nikistaafu napata kiasi gani, nikienda pale napata kiasi gani. Nafikiri wengi wa wachezaji ambao wanaondoka timu zetu hizi kwenda hizi club kubwa ni kwa ajili ya maslahi zaidi. Kwenda kujimarisha kimaslahi basi ili wawe na maisha mazuri. Hiyo ndio sababu kubwa ambao mimi naamini. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo wewe unaiamini kwamba maslahi ndio anawatoa Tanzania Prison kwenda katika hivyo vilabu vingine. John, tumeona kabisa kwa mfano msimu huu ndio kanda ya Ziwa kuna uwezekano mkubwa sana wakawa na vilabu vitatu kwenye ligi kuu, sababu Geita amepanda, Kagera Sugar amepanda, lakini bado wanaye Pamba ambaye bado yuko nafasi nzuri tu. Kwa kuna uwezekano mkubwa msimu ujao safari za kanda ya Ziwa zikawa za kutosha. Nyanda za juu kusini mambo yamekuwa sio mambo. Tulikuwaga na Lipuli, bahati mbaya ilishuka daraja. Ukiniuliza iko wapi saizi hata sielewi, nadhani hata ligi daraja ya pili haipo. Tulikuwa na Njombe Mji, ilishuka daraja, sidhani hata kama ligi daraja ya tatu inashiriki. Lakini tulikuwa na Majimaji ya Songea, nayo ilipotea. Tulikuwaga na Ujenzi ya Rukwa, hiyo ni miaka mingi sana. Ni kuna siku napiga story na Mbega Dafa, anakuambia yeye ashachezaga ikiwa ligi daraja ya kwanza huko, haijai rudi tena katika level zile. Kwa mkoa ambao kidogo unaona unajipapatua, unapambana, unaonyesha kwamba bado umo, ni mkoa wa Mbeya. Lakini bado msimu huu jaribu kuangalia bado hatuko katika nafasi nzuri. Kuna uwezekano tukapoteza timu moja au tukapoteza timu zote, na kama mambo yataenda tofauti, japo tunaendelea kupiga magoti, Mungu asaidie, basi timu zetu ziendelee kusalia ligi kuu. Unaona nini hasa kinachosababisha kwamba Nyanda za juu kusini imeondoka kwenye ile system ya kuwa na timu nyingi ligi kuu, na tunajikuta sasa tunaanza kupambana, yani tuna timu mbili lakini bado tunapambana nazo zisifanye nini, zisianguke. Wewe unahisi nini hasa kinasababisha kwamba hatuna wachezaji wazuri, au ni masuala ya kiuongozi? Wewe unaamini ni nini hasa kinachosababisha kwamba Nyanda za juu kusini tunaanza kupotea kwenye ramani ya soka? Mimi nafikiri kikubwa kinachotuangusha sisi Nyanda za juu kusini
ni viongozi wetu hasa hawa wa vyama vya mpira vya mikoa. Sababu ukiangalia Tanzania Prisons kama unavyosema, kweli mimi nilikuwa CEO msimu uliopita. Hatukuwa na hatukupata msaada, msaada kwa chama cha mpira mkoa wa Mbeya, haukuwa ule ambao ukiangalia mikoa ya wenzetu. Angalia mfano tu mzuri nitakupa Mwanza, angalia Pamba. Pamba timu kienda timu mgeni pale unajua kweli leo nipo ugenini. Nipo ugenini. Nenda Kigoma Mashujaa. Unabeza mimi leo nipo ugenini. Lakini kwa Tanzania Prison hapa kwa mkoa wa Mbeya, mgeni anakuja anakuwa kama mwenyeji, alafu mwenyeji anakuwa kama mgeni. Kwa hiyo mimi nafikiri viongozi wa Mlefa wabisaidie hivi vilabu, unajua. Lakini sio tu viongozi wa Mlefa pia, lakini hata pia wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya, kwa sababu wanapata mapato pia kupitia mpira. Kuna timu zinakuja kulala kwenye mahoteli, wanafanya biashara ya vyakula, usafiri wanasafiri. Kwa hivyo mimi nafikiri ingeundwa kama ni kamati au kama mkoa basi waweze kuvisaidia hivi vilabu, kwa sababu hivi vilabu pia ni chanzo cha mapato ya mkoa. Kinaingiza uchumi kwenye mkoa. Sababu inakuja Simba Yanga hapa, Simba anakuja mara 2, Yanga anakuja mara 2, Azam anakuja mara 2, ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Singida wanakuja, kwa hivyo wanaingiza mapato kwenye mkoa. Kwa hiyo basi nafikiri ni wakati mwafaka umefika wa kushikamana, basi tuweze kuvinusuru hivi vilabu vyetu, basi ili tuendelee kuona burudani. Lakini ukiangalia kwa nyanda za juu kusini, mnafikiri ni viongozi tu, kwamba hatuna viongozi imara. Mimi naamini tuna viongozi imara, lakini pia ukiangalia timu ambazo nyingi zimepotea, muda mwingi zinahusishwa na siasa. Sisemi vibaya, lakini zinahusishwa na siasa. Huo ndio walisia kwamba vilabu vingi vinapopotea nyanda za juu kusini vinahusishwa na siasa. Ukiangalia Lipuli saizi kama ulivyosema, ni kweli mwaka jana tumepata shida sana. Kuna mchezaji tulimsajili atoka Zanzibar, lakini last scene alikuwa Lipuli. Lipuli hawana ofisi, hawafahamiki. Tumtafuta kiongozi mmoja, tuko dana nyingi. Lakini tunashukuru tupo ushirikiano tumemsajili huyo mchezaji. Kwa hivyo vilabu vingi vinapotea kwa sababu ya kuhusishwa na siasa. Lakini pia niwaombe tu viongozi wa vyama vya mpira mkoa basi wayaone haya. Unajua mkoa kama wa Mbeya au nyanda za juu kusini ni moja ya nyanda ambayo mimi naamini inaingiza pato kubwa, inachangia pato kubwa la taifa. Kwa hivyo kukosa timu kwenye ligi kuu inakuwa ni shida. Kwa hivyo walione hili basi washikamane. Tusiwe tu na Mbeya. Mimi natamani Iringa tuwe na timu, Songwe kuwe na timu, Njombe tuwe na timu, Rukwa tuwe na timu. Timu zinakuja zina watu wanafaidi matunda haya. Lakini watu saizi leo watu wa Songwe, watu wa Songea, watu wa Njombe, watu wa wapi wataka kuiona Simba au Yanga waje Mbeya. Kwa hivyo mimi naamini hawa viongozi wa mikoa wa chama cha soka mikoa wajitathmini, basi waweze kuweka mikakati ili basi tuweze kuwa na timu na sisi. Ukiangalia kama ulivyosema Kanda ya Ziwa wamepandisha timu 2 sasa hizo, wanakuwa na timu 3. Kwa hivyo wajitathmini viongozi wetu, naamini wataweza kutuletea vitu vikawa bora zaidi. Viongozi wa vyama vya michezo, vyama vya mpira wa miguu wilaya pamoja na mikoa ya nyanda za juu kusini, mmepewa wasia hapo kwamba hebu mjitahidi kushirikiana na viongozi wa virabu kuhakikisha kwamba mnavisaidia virabu ili viweze kufanya vizuri, sababu tunaamini viongozi wa vyama ndio wenye mpira wao, na vilabu ni wanachama wa vyama vya michezo wilaya. Kwa hiyo kama kiongozi au kama baba mwenye nyumba unakuwa mbali na watoto, kwa kweli inakuwa changamoto. Baadaye kuambia mtoto wako ni kibaka, unakuja unashangaa tu, wakati wewe ndio utakuwa wa kwanza kumweka sawa kijana wako. Kama ulivyozungumza kwamba mgeni anakuja anajihisi yuko nyumbani, lakini mwenyeji anajihisi yuko ugenini. Mimi bahati nzuri nishaongoza klabu ya mpira wa miguu, nishakuwa na Kimondo kipindi hicho. Mambo tuliyopitia tunayajua wenyewe, lakini pia nishaongoza Tukuyu Star, nilikuwa afisa habari pale. Mambo ambayo tuliyopitia tunayajua wenyewe. Kiukweli
viongozi wa vyama vya michezo wajitahidi kushirikiana na viongozi wa hivyo vilabu kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Tunaendelea kupata story kutoka kwa John Matei, anakuambia kabisa kwamba viongozi wa vyama vya mpira basi mshirikiane na vilabu kuona namna gani mnavisaidia, sababu kwanza ni sifa mbaya. Wewe ndio kiongozi wa chama cha mpira, alafu timu zimeshuka daraja wewe ukiwa kiongozi. Kiuhalisia tunakuona kabisa kwamba kwanza haufai. Maana yake umeshindwa kuvipambania vilabu ili viweze kusalia katika ligi kuu. Viongozi wengi sana CV ya kwanza, kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Kabiki, mimi namfahamu kwa jina hilo la Kabiki, ni kiongozi wa chama cha mpira pale mkoani Njombe. Msimu uliopita alipambana sana kuhakikisha anapata timu angalau ya championship na alifanikiwa, sababu Housing wakapanda kwenda daraja la kwanza. Lakini unajua daraja la kwanza kama kujiandaa, watu wanakupokea kama ulivyokuja. Kwa tunaona kabisa Housing huyo mambo yamekuwa mambo, sijui kama atasalia au atarudi tena first league, lakini tunamwombea Mungu kwamba apambane aendelee kubakia pale championship, hatimaye msimu unaokuja basi asogee angalau kusogea ligi kuu Tanzania bara. Tunaye Ken God, alikuwa ligi kuu, performance yake msimu sio nzuri, kuna mengi yamezungumzwa pale, sijui wachezaji wamebakia 13, sijui kuna nini, lakini tunaomba tu wale wachezaji waendelee kupambana kwa moyo angalau timu iweze kubakia championship, alafu wajipange sasa msimu mjao kuona namna gani wanasogea. John, mimi ni muumini wa vijana, ndio maana hata kuna wale wachezaji niliyokuletea wale nishawachukuaga tangu wakiwa kidato cha 4, lakini nashukuru Mungu wamesogea mpaka wameshacheza hadi national team. Hizi timu zetu hizi Tanzania Prison mlikuwa na mfumo mzuri miaka ya nyuma. Mlikuwa mna recruit wachezaji, nakumbuka mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao tumepita pale Tanzania Prison. Mimi nishacheza ile Prison Junior tunaita nishacheza Prison Junior. Siku hizo nyamba disha jina naita under 20. Ila sisi miaka yetu tukanaita Prison Junior. Team B. Team B, kipindi cha kocha mmoja alikuwa anaitwa Lungwa. Nishacheza pale na wadogo zangu wakina Hamisi Maingo, wakina Boni yao miaka hiyo. Mimi kidogo nilikuwa kaumri kalikuwa kameendaenda, wale vijana ndio walikuwa bado wadogo, wakina Lambert Sabianka. Kipindi hicho kulikuwa na mfumo mzuri sana pale Tanzania Prison ambao uliwasaidia kina Hamisi Maingo, amecheza Tanzania Prison senior team, au amecheza Tanzania Prison senior team. Lambert tunamwona mpaka leo bado yuko pale na ndio team captain bila shaka. Lakini pia kuna wachezaji wengi, Ezekiel Moshidindi baada ya kutoka Kimondo amekuja amecheza Tanzania Prison Junior, lakini baadaye kacheza senior team. Wakina Muyambi, mlikuwa na mfumo mzuri wa kuwatoa chini kuwasogeza juu. Hivi ule mfumo umefia wapi? Sababu sasa hizi Prison sio ile. Hata ukiangalia Tanzania Prison under 20 sio ile ambayo tulikuwa tunaijua sisi. Shida iko wapi hapo? Kwamba mmeshachoka kurecruit watoto ili wacheze Tanzania Prison B au imekuwaje? Na kwa nini pia hamwasogezi kuja senior team? Huo mfumo upo, lakini kama nilivyokuambia mpira wenu sasa hizi mnasema football science. Kwa hivyo hata msimu huu kuna wachezaji wapo ambao wamepandishwa. Ukiangalia mechi ya Pamba kuna ule acheza fullback Othman Ochu, yule ni zao la under 20. Kuna bwana mdogo aliingia mechi na Azam nafikiri, Emmanuel Msengi, yule ni zao la under 20. Sasa hivi unajua gharama za maisha zimekuwa kubwa. Unajua tofauti na zamani chakula kilikuwepo kingi, lakini tofauti na saizi hii sera ya magereza kujilisha kidogo ndio imekuwa changamoto. Kwa hivyo nakuta budget ya timu inapigwa kwa ajili ya timu kubwa tu. Lakini zamani budget ya timu ilikuwa ikipigwa hata wale vijana wanapata chakula. Japo tunamshukuru mkuu wa chuo cha ufundi bado anajitahidi sana. Hivi tunavyoongea kuna timu ya wanawake ameweka kambini pale ambao wanajiandaa kwenda, nimesikia ni Tabora kwa ajili ya ligi ya daraja la kwanza. Lakini pia bado wana wachezaji wa under 17 wapo kambini baadhi na under 20. Kwa hivyo huu mfumo umetulazimu sasa tuchukue wachezaji ambao ni wambea tu, kwamba mtu anakuja
anafanya mazoezi, anarudi nyumbani. Na unajua unapomonitor mtu akitoka akiwa hapo mazoezini, huwezi kummonitor akiwa nyumbani. Kwa hivyo hiyo inatuia ugumu, lakini huo mfumo bado upo. Naamini sasa, nafikiri inabidi sasa tuboreshe zaidi, basi ikiwezekana tuwaweke kambini. Na kama ulivyosema kweli, Tanzania Prisons ni moja kati ya timu ambazo ukiangalia ligi kuu Tanzania bara ina wachezaji wengi ambao wamepita pale kwenu. Naongelea Duchu amepita pale. Duchu amepita pale. Muhambi kapita pale huko Mtibwa saizi, Mashindindi, Mwaituka yupo KMC. Mwaituka. Kuna Oscar Paul naye kapita Tanzania Prison. Kwa hivyo ni wachezaji wengi. Kwa hivyo naamini kwa sababu bado naweza nikashauri. Naamini tutashauri ili tuweke vizuri. Na ni kweli ni msingi mzuri sana wa hawa vijana, kwa sababu mimi nakumbuka 2008 wakati nakuja, kuna Jimmy Shoji nilimkuta pale akiwa timu ya vijana, nilimkuta Lugano Mwangama, lakini bahati mbaya Jimmy Shoji alipandishwa Lugano Mwangama. Tukacheza naye, lakini baadaye Jimmy Shoji alienda Arusha, then baadaye akaja amesajiliwa Tanzania Prison. Kwa hivyo naamini tutafanywa kazi, nitalifikisha kwa viongozi wa Tanzania Prisons, basi tuone tunaliwekaje ili liweze kutusaidia. Lakini tu ni kutoa hofu pia, kwa sababu ili pia mkuu wetu wa jeshi ameliona kwa ajili ya kuisaidia Tanzania Prison kwa misimu ya mbeleni. Kuna mashindano ambayo amepanga kuyaanzisha, kama itakuwa hivyo ni mwezi wa 9, ambayo yataitwa CGP Cup, ambayo itashirikisha michezo yote. Ambapo sasa hapo ndo atakuwa anachagua wachezaji ambao sasa ndio watakuwa ni pendekezo la kwanza kuja kusajiliwa, chaguo la kwanza kwenye kusajiliwa kwenye timu zetu. Okay. Kwa hivyo hiyo ni hatua kubwa kwa Tanzania Prisons kuweza kujitoa huku kwenye kusajili wachezaji ambao hawana tija na kwenye kugombania huku. Kwa hivyo ameliona hilo na anataka kuandaa wachezaji ambao ni askari. Unajua tuna wachezaji wengi askari, lakini kutokana na majukumu wanashindwa kupata muda wa kucheza. Kwa hivyo nafikiri wakipatikana wale, basi kama wataandaliwa sehemu ambapo kazi yao ya msingi itakuwa ni kwa kufanya mazoezi. Kama kutatokea upungufu, basi watakuwa wanaingia kazini mara moja, lakini kazi yao kubwa iwe ni mpira kwa ajili ya kusaidia timu zetu hizi ambazo ni Tanzania Prison. Tuna Magereza ya Dar, lakini pia tuna Small Prison ambayo iko Tanga. Kwa maana hiyo ni kwamba safari mmeamua kufungua kiwanda cha kwenu wenyewe. Sahihi. Kwamba mnaandaa mashindano yenu, mnapata wachezaji wale ambao wanafanya vizuri, mnawaleta kwenye hizi timu zenu ili angalau sasa kuifanya Tanzania Prison iwe na uhai. Sahihi. Sawa. Huyu ni John Matei, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prison, lakini pia nisi katibu. Mimi napenda kutumia katibu. Vyeo hivi wanaopeana vya kizungu hivi. Ni katibu mtendaji, alikuwa katibu mtendaji wa Tanzania Prison. Mimi mwaka jana nimekutana naye kwenye mambo yetu haya ya biashara ya mpira. Na Mungu alisaidia jambo letu lilikaa vizuri. John Matei, nakumbuka wakati unaingia kucheza pale Tanzania Prison, ulikutana na wachezaji wengi sana ambao walikuwa wanafanya vizuri. Unaweza kaniambia wachezaji wako pendwa wa miaka hiyo, nitajia 11 ambao ungetamani waanze pamoja na mwalimu wao, alafu na wengine 5 wakae benchi pale tusubiri nao? 11 wa Tanzania Prisons tu au ambao nilikutana nao nilikuwa nacheza? Ambao ulikutana nao ukiwa unacheza wewe. Namba moja nitampa Chove. Chove Abraham ambaye sasa hizi ni kocha makipa Stand United. Ndio. Namba 2 nitampa kakangu Shadrack Nsajigwa. Fuso. Mwandemele. Namba 3 nitampa kakangu Sudi Ahadi Sudi. Mchezaji wa zamani wa Tukustar huyo, fundi. Namba 4 nitampa kakangu Sylvester Kamtande. Blaza K. Blaza K, wengi wanafahamu kwa jina la Blaza K. Namba 5 atamaliza Nadir Halub Kanavalo. Lakini namba 6 atacheza Athmani Dichuji. Namba 7 kuna mtu alikuwa anaitwa alitokea Kagera yule akaenda Yanga, anaitwa Shamteari kama sijakosea. Alikuwa anakimbia sana. Lakini namba 8 kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Moses Odhiambo. Mkenya huyo. Fundi sana. Namba 8. Lakini namba 9 tampa Felix Muba Sunzu. Fundi wa mpira wewe. Namba 10 atacheza Oswald Morris.
lakini 11 atacheza Haruna Moshi Boban. 11 nampa Haruna Moshi Boban. 11. Mwalimu wao utampa mzee wangu Mshindo Msola. Nipi hao watano waliosalia sasa ambao tunasubiri nao benchi pale kwamba lolote likitokea basi wanaenda tunasubiri. Golini atakuwa Juma Kaseja. Lakini kwa upande wa beki atakuwepo Henry Molugala. Huyo ni full beki. Center beki wakati Kevin Ondani Cotton. Lakini kiungo mmoja atakuwepo Fredi Chudu. Hapo teka viungo wote wawili na Mwinyi Kazimoto. Ndio. Shughuli hapo imeisha. Hapo. Bwana. Hapo lete timu yoyote hapo. Haitoki hapo. Lete timu yoyote haitoki. Hamna anayetoboa. Haya. Hao ni wale ambao wamecheza zamani. Si ndio? Ndio. Nitajie kikosi chako sasa pendwa cha Tanzania Prison. Wachezaji 11 na wengine 5 wasubiri pale na mwalimu wao. 11. Wa muda wote. Kuna wengine ambao sijawaona. Kwa nini naruhusiwa kuwataja? Wote naruhusiwa. Golini ataanza Dennis Edwin. Ndio. Namba 2 atacheza Elimwa Lugala. Namba 3 atacheza Sudi Adi. 4 na 5 atacheza Samson Mwamanda pamoja na Kamtande. Namba 6 atacheza Marehemu au Marehemu ataki kutaja. Mtaje tu. Marehemu Godfrey Boni. Ndio. Namba 8 atacheza Sumado. Winga 2 atakuwa Chudu pamoja na John Joseph Pangani. John Joseph Pangani. Fundi huyo. Pale juu atacheza Yonanda Bila pamoja na Oswald Morris. 5 wanaosubiri. Golini atakuwa hivyo Mapunda. Beki moja, mabeki pale atakuwepo kuna mtu mmoja anaitwa Abdulrahman Matanda. Ndio. Lakini atakuwepo sawa. Mimi mwenyewe nitakuwepo pale. Lakini atakuwepo Ndagadafa. Ndio. Pamoja na Misango Magai Diego. Ndio. Mwalimu wao unampa nani? Unampa Mwambusi, unampa Minziro, unampa Makata, unampa nani? Mwalimu wao nitampendelea kakaangu James Nestori. Ndio atakuwa mwalimu wao pale. Okay. Hicho ni kikosi cha Tanzania Prison ambacho unaamini kabisa kwamba kija timu yoyote haichomoki. Sasa tupe kikosi chako pendwa cha msimu huu kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Golini unampa nani? Golini itampa kipa wa Yanga huyo, Diara. Namba 2 unampa nani? Namba 2 Shomari Kapombe. Show me the way. Namba 3 Shabalala Zimbwe. Namba 4 atacheza Baka pamoja na Lushain. Namba 6 atacheza Kagoma. Namba 7 kuna mchezaji yupo Dodoma. Ni Mkongo yule nafikiri mtu nani? Avaje namba 6 nafikiri. Salmini Hoza. Yule ni Mtanzania, Ni Mtanzania? Salmini Hoza kutoka Azam pale. Ni Salmini Hoza ni nani? Yupo mmoja anavaje namba 6 kama sio namba 8. Okay. Namba 8 atacheza Duke Abuya. Namba 9 nitampa striker Mashujaa alipita Prison. Ismaili Mgunda. Namba 9. Namba 10 Faisal Salum Feitoto.
11 ataanza Anseti Oura. Anseti Oura. Pale benchi golini atakuwa Yona. Benchi kipa Yona Amos. Ndio. Kuna Toure yule wa Simba yule. Ndio, Ismail huyo. Ismail Toure. Takuwepo Libasegwe. Takuwepo Pacome Zuzu. Na mwana wa mfalme Prince Dube. Mfumelelo. Hicho ndio kikosi chako pendwa cha ligi kuu Tanzania bara. Ndio. Anaitwa John Matei, alikuwa anatutajia vikosi vyake pendwa, ametutajia kikosi chake cha kwanza, ametutajia cha pili cha Tanzania Prison, lakini pia ametutajia kikosi cha tatu cha wachezaji ambao wanacheza ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2025 2026. Kipindi hewani ni Ngome Mchezo, unakitazama kupitia Baraka TV. Tunasema usiondoke, endelea kutazama kipindi hiki ambacho kinakuletea story nyingi kutoka kwa wakongwe ambao wamecheza miaka hiyo. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo tunavimiss kutoka kwa wakongwe, basi hapa tunavipata kwa uzuri kabisa. Kwa kumalizia John Matei, ni mchezaji gani ambaye ulikuwa unamwadimaya toka ukiwa mdogo mpaka unacheza unasema kabisa fulani hakika ni mchezaji? Wapo wengi. Wapo wengi, lakini kwa position yangu ambayo mimi nilikuwa namwadimaya sana ni Yona Ndabira. Kwa nini Yona Ndabira? Kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza alikuwa hapendi kushindwa. Ndio. Ni kitu ambacho mimi kilikuwa nikimuona akicheza, basi nilikuwa napenda spirit yake, upambanaji. Alikuwa hapendi kushindwa. Alikuwa akubali kushindwa, hapendi kushindwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa ananivutia sana. Lakini mchezaji mwingine ambaye mpaka kesho ni Mwinyi Kazimoto. Kwa sababu ni mchezaji ambaye yani unapata kila kitu kwake. Kwa wachezaji wa sasa hivi labda unaweza kumfananisha na Chama. Ni mchezaji ambaye alikuwa ana jicho la kupiga pasi, kwa anaweza kufunga. Kwa hivyo ni wachezaji ambao wapo wengi ambao walikuwa wananivutia, lakini kwa hao ndio wachezaji ambao mimi walikuwa inspire sana, na ni wachezaji ambao hizo position zote ambazo nimecheza. Kwa hivyo ni wachezaji ambao walikuwa wananivutia sana nikiwaangalia. Sawa bwana Matei, sisi tunasema tunashukuru, karibu tena kwenye Ngome ya Michezo. Asante sana. Hii ni nyumba ya wakongwe. Nashukuru sana. Asante. Nashukuru. Mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo kupitia Baraka TV, tumefika mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Lakini ni nani ambaye atafuata wiki inayokuja? Basi usiondoke, kuwa kando ya TV yako uweze kujua kipi ambacho tutakuletea katika kipindi cha Ngome ya Michezo. Ni mwamba gani, ni mkongwe gani ambaye atafuata? Basi usiondoke, endelea kufuatilia Baraka TV, endelea kufuatilia Ngome ya Michezo. Mimi langu jina naitwa Derrick Lwasi, upenda niite Baba Nongi, fundi wa kandanda wa miaka hiyo, lakini sijacheza ligi kuu. Asante. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya Michezo.
Ngome ya michezo. Ngome ya michezo.